Mwambie mtoto mzuri. Yaani sijui hata nikwambie nini. Labda tu nikuulize. Umenipa nini hadi niwe najisikia hivi? Aliyekupenda na kukuthamini ni mimi. Ndio maana nimekubali kuja kwenu kukuoa na kukuweka ndani. Haya, niambie. Unafikiria kumfanyia kitu gani huyu jamaa? Nataka nifundishe kuwa hakuna atakayeweza kutembea kwenye njia ya miba akiwa miguu peku, alafu apite salama bila kutokwa na damu. Ni serious ndio? Nakuuliza ni serious? Ndiyo mangu. Ama nisamehe sana mume wangu. Ama nisamehe. Sijui nini kimenikuta nikumbali ulala naye. Aliniaza na uzani deni. Ama nisamehe. Kanumba alipotaka kujua kama nakuamini, jibu langu lilikuwa ndio. Kwa sababu nilikuwa nakuamini na kujua kuwa unaniheshimu na uweze kukubali kunitia kwenye competition na mwanaume yoyote yule. Akanishauri niachane na wewe kwa sababu huwezi kunipa mtoto. Nikasema siwezi kukuacha kwa sababu nilikuwa na imani kuwa ipo siku utachukua mimba na kunizalia mtoto. Nilihangaika sana kwa ajili yako. Nilikutafutia dawa ili uwe na uwezo tena wa kuchukua mimba, huku nikiamini kuwa utakapofanikiwa kupona, ujauzito wa kwanza utakaochukua utakuwa ni wa kwangu. Nakupenda sana, usikatai, ila siwezi kukubali kuendelea kuwa na wewe, lakini siwezi kukubali kulea mimba haramu. Siwezi. Hivi, unaweza kuniambia kwa nini umeniita hapa? Nyumbani kwangu pa juu. Nilifika nyumbani kwako sikukukuta. Nikaenda kwa rafiki yako pia sikukukuta. Ukaenda hadi wapi? Rafiki yako. Nimeshachanganyikiwa. Sijui nini nifanye sasa. Nimefukuza nyumbani kwangu kwa sababu nina mimba yako. Kwa sasa sina mbele na wala sina nyuma. Sina sehemu yoyote ile ya kwenda isipokuwa kwako Serge. Una mimba yangu? Ndio. Kwa hiyo ndo nimekuja kukuletea mzigo wako Serge. Hebu sikiliza wewe. Malaya siku zote kazi zake
ni kuuza mwili wake kwa yote yule atakayehitaji huduma kutoka kwake. Hawanaga mambo mengi sana kwa sababu kinachowahusu wao ni pesa tu. Nilikuja kwako nikakupa pesa na ukanihudumia. Why uniletee mimba? Huyu ujauzito si wa kwangu na wala si ujui. Sawa? Kwa hiyo sitaki unipe kazi ya kuhudumia wewe na wakati umemua nyumba yako mwenyewe tena kwa makusudi. Pole sana ndugu yangu. Ukiambiwa katulia, basi inabidi upate kusikia. Usiwe haraka na dunia, manake kwa mwisho utalia. Dunia ni kivuruge vuruge, dunia ni duara. Unachotegemea mwisho ukakuta kesho ndivyo sio. Nataka kwenda kuwa mwendawazimu. Niambie, nini nakufurahisha? Kiukweli naamini na kukubali kuwa katika hii dunia kuna vitu ambavyo hutakiwi kabisa kujaribu kuvionja. Kwa sababu hutakapovionja na kuhisi ladha yake, unaweza ukajikuta ukatamani kurudia mara kwa mara. Wewe, kama vile vitu gani hivyo? Kama vile penzi la Serge. Kwa kweli sikutamani kabisa kushiriki naye tendo la ndoa. Leo hii najikuta namfikiria mara kwa mara. Yaani kijana anajua kuperform kinoma. Anajua kuendesha mechi. Yaani anashika mahali ambapo hapashikiki. Yaani anazunguka kama Messi uwanjani. Muda wote najikuta nikitabasamu na kujihisi mwenye furaha bila kujua hata kwa nini. Bernie, mwanamke mpumbavu, yule anashiriki kwa mabomozi ya nyumba yake, aliyeijenga mwenyewe kwa mikono yake miwili. Na ninavyokuona unataka kwenda kubomoa ama kuharibu ndoa yako. Unisumbukia sana. Unaume tayari, usisahau hilo. Na ni jukumu lako kumheshimu na kumuelezea jinsi alivyo. Umekwenda kwa Serge na kushiriki naye tendo la ndoa kwa kuzidiwa tu. Kwa hiyo sione sababu ya wewe kutaka kuendeleza mahusiano na yeye. Mheshimu mume wako. Karibu sana Bernie. Kulikoni mapema hivi? Nimefukuzwa Mira. Mwanzo nimefukuzwa. Nimeharibu
nimeharibu ndoa yangu Mira, nimeharibu ndoa yangu jamani. Nimefanya hivyo kwa nia nzuri tu ya kutaka kumsaidia mume wangu Mira, bila kujua kuwa itakuwa chanzo cha vurugu kwenye ndoa yangu. Nilifikiri kuwa kwa kukubali kulala na Serge itakuwa nimesaidia kutatua matatizo ya nyumba yetu. Kumbe ndio ilikuwa mwanzo wa kuongeza matatizo Mira. Ningejua nisingekubali kufanya hivyo. Ningemvumilia mume wangu, yote singetokea Mira, wala singetokea. Hebu tulia kwanza. Ina maana Deli alikuwa haja kusamehe tu hadi amue kufukuza. Umemfanyia nini tena? Amenikuta na test ya ujauzito wa Serge. Bernie. Ya. Mimi mjamzito Mira. Amenifukuza kama nilivyo. Nimeenda kwa Serge, naye pia ananifukuza hivyo hivyo. Kuniita malaya Mira. Kwa sasa sina pa kwenda. Sina chakula. Tumaini langu la mwisho ni wewe Mira. Pole sana wangu. Kila mara nilikuwa nakukataza, ila haukuwa unanisikia. Siwezi kukulaumu kwa sababu ameshatokea. Wewe kubaliana nalo tu. Unajua vizuri kuwa naishi kwenye chumba kimoja, na siku hizi Frank huwa anakuja kulala na mimi mara kwa mara. Kwa hiyo siwezi kukuhifadhi. Hebu subiri. Ndio msaada pekee niliokuwa nao kwako. Itakusaidia huko mbele ya safari. Pole sana wangu. Asante sana ndugu yangu. Nashukuru kwa msaada wako. Ukiambiwa katulia, basi inabidi upate kusikia. Usiwe haraka na dunia, manake kwa mwisho utalia. Dunia ni kivuruge vuruge, dunia ni duara. Unachotegemea mwisho ukakuta kesho ndivyo sivyo. Ukiambiwa katulia, basi inabidi upate kusikia. Usiwe haraka na dunia, manake kwa mwisho utalia. Dunia ni kivuruge vuruge, dunia ni duara. Unachotegemea mwisho ukakuta kesho ndivyo. Nilimpenda sana rafiki yako na kumwamini. Ndio. Najua kuwa physically sikuwa nampa wala kumfanyia kitu chochote kile kikubwa, ila nilimpa moyo na kumuonyesha mapenzi yote ya dhati. Siku zote nilikuwa nikimweka katika 1% la kundi la wanawake wanaojua kupenda, kujiheshimu na kuridhia ndoa zao, lakini pia wasiokuwa na tamaa. Yote hayo ni kwa sababu nilikuwa najivunia yeye. Nilikuwa sijawahi kujisikia vibaya na kuumia kama ninavyoumia leo. Nilikuwa nikijipiga kifua na kudai kuwa hakuna siku nitakayokuja kulia kwa sababu ya mapenzi. Leo hii nimekubali kuwa maumivu ya mapenzi
ni makali sana kuliko hata maumivu ya kumpoteza mzazi. Bado sijaamini kuwa mwanamke niliyempenda na kumfanya kuwa furaha yangu ndio hii anakuja kuniumiza na kunifanya nitoe machozi ya moto. Hiyo ni asili ya wanawake wapumbavu kama Nabii Amina. Wanaume waliojaliwa upendo na akili kama za kwako ni wachache sana hapa duniani. Kuwapata si jambo rahisi. Ila yeye kabahatika kukupata. Mwisho wake anakuumiza. Upashwi kuumizwa, bali unapashwa kutunzwa na kupewa mahaba ndindindi, ambayo mimi kama Mira niko tayari kukupatia. Nakupenda sana Deli. Nipe nafasi kisha ujionee. Mira, unajua kuwa nakuheshimu sana. Na kuomba ujiheshimu kabla sijakuvunjia heshima. Amenikosea ndio, ila sitakubali umshushie heshima kwa kumuita mpumbavu na kumweka kwenye kundi la wajinga kama na wewe. Mbona una tabia mbaya kama la panya ya kumla mtu polepole huku kimpuliza? Unaanzaje kutamani kuchukua nafasi ya rafiki yako kipenzi, na ili hali unajua kuwa bado yu hai? Unaanzaje? Eti mimi Deli ambaye jana nilikuwa ninatoka na rafiki yako, kisha leo nikubali kupendana na wewe? Inaeleweka kweli? Tena unaongea bila hata aibu. Ekuti, namheshimu sana mke wangu, na nikiwa kumbadilisha siwezi nikambadilisha na mwanamke pumbafu kama na wewe.